instrument for political competition and for multi-party politics, and so that we can fight the politics of ethnicity, is to mobilize citizens around political parties that have a national stature. And that is why we are here in Homa Bay, because we do not want to leave the people of Nyanza or the people of Homa Bay behind as we mobilize a national party and a national movement that is going to harmonize and bring all the communities of the people of Kenya together. Watu wa Homa Bay tutaungana pamoja jameni? Tuko pamoja? Wacha niwaeleze. Saa zingine sisi kama viongozi ndio tunafanya makosa. Kwa sababu viongozi wanafanya makosa, wanaenda kuuza sera ya chama katika kabila yao na kona yao. Sisi tumesema, because we are determined to build a new Kenya, a Kenya that is not going to be run on the platform of exclusivity, a platform that is going to create unity for all the people of Kenya, where development is not carried out on ethnic platforms or political party persuasions. That is why UDA must have a foothold in Homa Bay, in Migori, in Kisumu, in Siaya, and in every part of the Republic of Kenya. Watu wa Homa Bay mnanisikia? Mnanisikiza? Wacha niwapatie siri. Sawa sawa? Kule mahali mimi ninatoka, Uasin Gishu County, sisi tulikuwa tunashindana na Tinga. Kule Uasin Gishu County, Tinga alipata kura 76,000. Alipata 21% in Uasin Gishu County. Hapa Homa Bay, mimi nilipata kura 3,400. Tinga akapata 21% kule Uasin Gishu, mimi nikapata 0.87% hapa Homa Bay. So mnaona hapo iko makosa? Iko makosa ama hakuna makosa? Makosa kidogo ama makosa kubwa? Si makosa ni kubwa sana. Sasa mimi nauliza nyinyi, kama sisi kule Uasin Gishu tumepatia Tinga 21%, mbona nyinyi mnanipatia hapa 0.8%? Hiyo iko makosa? That is very unfair. Ama namna gani? Si kweli? Na ndio sababu ndio nimesema this time round siwezi kukubali nipate 0.8% hapa Homa Bay. Vile Tinga alipata 21% huko kwetu, na mimi nitakujia 21% na kwenda mbele kutoka hapa Homa Bay. Ama namna gani? Tunaelewana? Si tunataka fairness? Yeah, it is very unfair, gentlemen. How inawezekanaje ati ama nyinyi ni watu wa kuendesha siasa na ukabila? Na ama mnasema mimi sikukuja sana kutafuta? Si ndio mnaona sasa nimekujia mapema? Nimekuja mapema this time round kwa sababu hii kitu lazima tusahihishe. We must correct this unfairness. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Watu wa Homa Bay mtanisaidia tusahihishe hii unfairness iko hapa. Tunaelewana? Ile oyeyo. Sasa nyinyi mtanipatia oyeyo mpaka siku gani? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Na ndio mimi nataka niwaulize hivi. If we are serious as leaders, any serious leader in Kenya who runs a political party, you cannot run a political party using your ethnic community if you are serious about building a Kenya that belongs to all Kenyans. And that is why we must work hard as UDA to make sure that we sell our programs, we sell our agenda to the people of every region and every community, so that every community and every region can identify with the agenda of UDA, with the agenda of Kenya Kwanza, so that we can move together as a nation. Tunaelewana jameni? So vile watu wa ODM, unajua watu wa ODM walikuja huko kwetu, wameuza sera yao, wamepata 21%. Mimi nimekuja hapa
kuuza sera ya UDA, nilipata 0.8%, lazima ning'ang'ane. Na mumeniambia tutapata 50%. To aim above 50%. Hata ikiharibika namna gani, wacha tukue na fairness, ile watapata hapa, ile watapata kwetu na sisi tupate hapa. Ama namna gani watu waangwana wa hapa? Tuko pamoja? So, ya mwisho, tumekubaliana chama inaanza mashinani. Si ndio? Na ndio sababu tumesema tarehe 9 Disemba tunachaguana kutoka polling center. Pale mahali unaendanga kupiga kura, tunataka wananchi waanze kupiga kura kwa polling center. Ndio tuende kwa ward, ndio tuende kwa constituency, ndio tuende kwa county, ndio tuende Nairobi tuchague wanachama na viongozi wa UDA wa kitaifa. Watu wa hapa Homa Bay mtaungana na sisi katika hiyo safari. Watu wa Homa Bay mko tayari kwa chama ya UDA? Hii chama ya serikali. Harambee! Harambee! Wale wa jamaa wajasikia vizuri. Harambee! Namna hiyo. Harambee! UDA! UDA! What UDA? Teach and teach. Teach and teach. Muko tayari kwa uchaguzi? Mimi nataka niwaulize. Tunataka kupanga chama kwa taratibu mzuri. Na hakuna mtu wa chama bora kuliko mwenzake. Mimi nataka niwaulize sisi wote, wale wanachama wa UDA 1136, tunataka tarehe 9 kila mtu aamukie polling center yake. Tuchague wale watakaotuongoza katika polling center, tutawapatia taratibu ya sawasawa, tuende katika ward, tuende katika constituency, na mapema mwaka ujao tumalizie katika national elections, ili tutengeneze chama ya kitaifa ambayo itaunganisha taifa letu la Kenya kwa ujumla na kuhakikisha kwamba tunaondoa siasa ya ukabila katika taifa letu. Mimi nauliza nyinyi watu wa Homa Bay. Si mimi nimekuja hapa Homa Bay kama rais? Si governor wa Homa Bay ni wa ODM? Si namna hiyo? Lakini si tunafanya kazi pamoja? Tunafanya kazi ya wananchi pamoja. Kumaanisha ya kwamba hakuna shida mtu kuwa mwanachama wa ODM. Na hakuna shida mtu kuwa mwanachama wa UDA. Si namna hiyo? Kama mimi, rais ambaye ni wa UDA, na Wanga, governor ambaye ni wa ODM, tunaweza kufanya kazi pamoja. Si pia tunaweza kuwa na wanachama wa ODM Homa Bay na tuwe na wanachama wa UDA Homa Bay. Na vile vile wawe na wanachama wa ODM kule Wazingishu, na hapa na kule Wazingishu tuendelee na wanachama wetu wa UDA. Iko makosa? Bas, so tunataka tuendelee namna hiyo, tutengeneze chama ya kitaifa, na nyinyi muwe tayari ili tuhakikisha kwamba chama yetu ya UDA na chama na Kenya Kwanza kwa ujumla tunasonga mbele pamoja. Watu wa UDA tumekubaliana? Tumekubaliana? Tarehe 9 mko tayari? Mimi nataka niwashukuru hawa viongozi. Nataka nishukuru Mheshimiwa Evans Kidero. Nataka nishukuru Bwana Ogindo. Nataka nishukuru zaidi wale viongozi wote wako hapa mbele. Na nishukuru rafiki yangu Raymond Omolo. Huyu Raymond Omolo ndiye alitusaidia tukapanga mambo ya UDA hapa kabla ya uchaguzi. He is the only person that I know in Nyanza that stood firm and identified with us before the election, risked his job where he was working. But that is why today he is our Minister for Internal Security, and we have confidence that he has what it takes to make that ministry work and to make our government succeed. Nataka nimshukuru my brother Eliud Owalo, yuko hapa. Huyu Eliud alikuja kwangu akaniambia mimi nataka kufanya kazi na wewe. Mimi nikamwangalia nikaona huyu ndio alikuwa ati mtu ayekuran secretariat ya ODM. Sasa nikamwambia umetumwa.
Akaniambia sijatumwa na mtu. Tafadhali pigeni makofi huyu Walo jamani. So huyu Walo aliamua moja kwa moja akashirikiana na mimi tukaunda mambo ya election. Leo si yeye ni waziri. Sasa mimi nataka nyinyi mjue, serikali lazima tupange na tuchangie katika kutengeneza serikali. Tukishachangia kutengeneza serikali, na sisi tunafaidika huko ndani na tunaendelea tukiwa pamoja. So watu wa Homa Bay, mnakubali tuungane pamoja katika chama ya UDA? Muko tayari? Muko tayari? Tunaheshimu watu wa vyama zingine. Tunaheshimu watu wa ODM waendelee na chama yao. Na pia watuheshimu sisi watu wa chama ya UDA tuendelee na mambo yetu. Si ndio mna hiyo? Hiyo ndio Kenya ya demokrasia. Na hiyo ndio Kenya ya kuheshimiana. Na hiyo ndio Kenya itatusaidia kuondoa siasa ya ukabila, tuweke siasa ya sera na mpango na agenda nyuma ya chama ambazo zimesajiliwa katika taifa letu la Kenya. So no Kenyan should apologize for belonging to whatever party that they do belong. And that is why nimesema leo hakuna Mkenya atabaguliwa kwa mambo ya maendeleo kwa misingi ya mambo ya ukabila ama misingi ya mambo ya siasa. Na ndio mimi nataka tushirikiane hivyo, tuendelee pamoja na tuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Na mimi nitaongea na gavana wenu. Kama mnasema alifukuza watu wa UDA kwa sababu ni watu wa UDA, mimi sasa nitamuuliza, na mimi nakuja hapa rais wa UDA kuja kupanga maendeleo ya hapa, mbona unapagua wale wengine? Mimi nimekataa Homa Bay isibaguliwe kwa mambo ya maendeleo. Pia yeye akatae wanachama wa UDA wasibaguliwe hapa Homa Bay. Ama namna gani? Tunaelewana? Tumekubaliana? Mimi nawashukuru hawa viongozi wote. And I want to assure the leaders who are here that I am ready, I am willing, I am going to work with all the leaders who identify with UDA, who are ready to work with us in Nyanza as we work with the rest of the people in the Republic of Kenya. I want to give you my assurance that we are going to stand by you, we are going to work with you, and we are going to make sure that we remove and we eliminate the politics of ethnicity in Kenya and replace it with the politics of political parties, politics that have an ideology, an agenda, a plan, and a manifesto for the transformation of our country. Kwa sababu ya saa, na washukuru sana wana Homa Bay, wana UDA wa Homa Bay. Harambe! Harambe! Mimi nitarudi hapa, nimemwambia Omolo na watashirikiana na Kidero watafute shamba kidogo hapa kwa kona, tukuje tujenge ofisi kabisa ile kamili ya chama. Hii ofisi tunashukuru tumepata, but we want to build a serious political party office here in Homa Bay, as we will do in every part of the Republic of Kenya. Asanteni sana, Nyasaye ogwedhu, Mungu awabariki na ninawapenda sana. Thank you very much. God bless you.